tena wa ndugu zanguni, ninyi watazamaji, wasikilizaji, karibuni tena kwa studio kunisikia katika dakika kidogo tu. Kwa kutafakari zangu kutokana na hiyo swala vile mwanadada mrembo vile alivyojibu hiyo swali, basi na mimi nitaongeza kidogo. Yeye anajibu vile anavyoelewa na mimi nitajibu vile ninavyoelewa, na nyinyi wasikilizaji na watazamaji ndio mtatusaidia zaidi kufuatana na vile mnavyotafakari hiyo swala. Mimi nimegundua ya kwamba kuna aina tatu za matumaini. Tumaini ya kwanza, tumwekee tumaini zetu kwa Mungu, sababu ndiye aliyetuumba, ndiye aliyeumba vyote. Na tumaini la pili ni kumtegemea Yesu, na katika hiyo tunasema ya kwamba tunaweza sema kwamba kufuatana na vile mwanadada huyo alivyoongea kwamba tunaweza sema pia na Yesu tumtegemee Mungu kwa kuwa ndiye aliyetuumba. Na pia Yesu mwenyewe alisema ya kwamba katika maandiko matakatifu ya kwamba yeye sio mkubwa, aliye mkubwa ni Mungu, kwamba tuweke matumaini zetu kwa Mungu. Unaona? Kwa hiyo inaonyesha kwamba hata na Yesu hatuwezi kumtegemea, lakini katika njia nyingine ya pili tunagundua ya kwamba na Yesu tutamtegemea kwa kuwa ndiye ambaye atakayetushindikiza kwa Mungu, ndiye anayetutetea na ndiye anayetuombea usiku na mchana. Katika hiyo njia tutamtegemea pia Yesu, sababu Yesu ndiye anayetuonyesha njia. Yesu ndiye anayetutetea kwa Mungu kwamba sisi tulikuwa watenda mwema. Unaelewa? Hivi katika hiyo njia Mungu tutamtegemea katika njia ya kwanza, katika njia ya pili tutamtegemea Yesu, naye tutamtegemea sababu ndiye ambaye atatufikisha huko mbinguni kwa Mungu. Na katika njia ya tatu ambaye ndiyo njia ya mwisho, tena njia ya muhimu, inayosema kwamba tusimtegemee mwanadamu vile wengine wenzetu wanavyosema, lakini mimi huwa siamini hivi. Ninachokiamini ni ya kwamba tumtegemee mwanadamu, sababu wengine huwa wafikiri vizuri wakati wanapotamka maneno kama mwanadamu. Mwanadamu amanaki ni mtu yule unaishi naye, ndio mwanadamu. Hivyo katika akili zangu mimi nimegundua ya kwamba mwanadamu hatuwezi jitenga nao, maana Mungu mwenyewe ndo anatutumainia kwanza. Unaona? Ndio maana akatoa mwana wake wa pekee afe kwa ajili yetu. Ina maana ndani yetu kuna faida fulani kwa Mungu, akaamua kutoa mtu mwenye hana kosa lolote, hajui dhambi, anajua mema tu, lakini kwa ajili yetu sisi tunaolala ndani ya dhambi tunaamuka mdhambi. Ndiyo sasa mtu mwenye hana hata hatia afe kwa ajili yetu. Unatafakari vizuri unaposema kwamba haumtegemee mwanadamu? Sikuelewe kabisa. Kwa hiyo kila mara unaposema haumtumaini mwanadamu, hebu tengeneza ulimi wako vizuri kwanza, ila vinginevyo hujui. Ila acha nikufundisha ama nikufunze basi. Kuna aina tatu ya matumaini. Tumaini la kwanza ni kumtegemea Mungu, sababu Mungu anaua na Mungu anafufua. Kama utakuwa mtenda dhambi, basi utaenda motoni, hapo Mungu anakuua kwanza. Kama utakuwa mtenda mema, basi hapo utaenda mbinguni, Mungu anaokoa kwanza. Hiyo ni tumaini la kwanza, unamtegemea Mungu. Ndio sababu unasema kwamba weka tumaini lako mbinguni kwa Mungu. Na tumaini ya pili, aina ya tumaini ya pili ni kumtegemea Yesu, na ni kwa sababu Mungu anataka kila kitu iwe na udhibitisho yake, iwe na mshuhuda. Hivyo Yesu ametumwa hapa duniani aangalie vile sisi tulivyo, sababu ili awe na mtetezi. Hivi kupitia Yesu ndio sasa tukaokolewa. Tunasema hivi sababu atauliza kwa Yesu, we DJ Jimba TV, ulikuwa mtu wa aina gani? Yesu ndio Mungu atauliza kwa Yesu, huyu mwenye ana edit hiyo film alikuwa mtu wa aina gani? Yesu atajibu, alikuwa mtu wa hivi, alikuwa mtu wa hivi, alikuwa na mtu wa hivi. Hivi ndio maana hapo Mungu ataamini. Kama ikiwa Yesu amesema hivi, basi hiyo ni kweli, hapo Mungu ataniokoa. Lakini Yesu akisema kwamba mimi nilikuwa mtu wa ovyo, nahangaika na maisha ya watu, nafuata tu vyangu, afu ya watu mimi sihangaike nao, sababu nilisema kwamba nisimtumaini mwanadamu mwenzangu, hapo nitaenda motoni. Unaona? Kwa hiyo Yesu alikubali akufe. Ina maana sisi ni kama fahari fulani hivi, vitu vya fahari, tuna maana sana, lakini sisi ndio hatutaki hata hiyo watu wajue. Hapo tunagundua kwamba tutaweka pia matumaini yetu kwa Mungu, kwa Yesu. Hii ni aina ya matumaini ya pili. Na tumaini yetu ya tatu, ambaye tumaini ya mwisho tena ya muhimu sana, ambaye inasemekana ya kwamba
tumtumaini mwanadamu mwenzetu, sababu ndiye ambaye tutaenda ishi naye huko mbinguni. Mungu amesema ya kwamba Mungu amesema ya kwamba ametutengenezea fasi kubwa huko mbinguni, ila wanaotaka kuishi ndani ndio wachache, wale ambao wanasema hawategemee wanadamu. Lakini kuko wale ambao wanasema tunawategemea wanadamu wenzetu, acha tuwasaidie ingawa wanakosa, lakini kuna sababu ndio inayowasababishia kwamba waendelee kukosea, lakini sio kwamba hatuwezi kuwategemea. Wao ni watu wazuri, lakini kuna sababu ambayo inawatuma ndio wao watu wabaya. Kwa hiyo wale basi wapo hivyo, hatuwezi sema ya kwamba tusimtumaini mwanadamu mwenzetu, sababu mwanadamu ndiye ambaye tutaenda ishi naye huko. Mungu alitutengenezea fasi kubwa, sio fasi ndogo. Na ndio maana unaona hata katika hiyo kipindi cha zamani maandiko inasema ya kwamba wanadamu waliamua kujenga mnara wafike mpaka huko mbinguni. Sasa wasitawanyike waende vile Mungu alivyosema watawanyike duniani yote nzima. Mungu akachukia, akasema mimi uamuzi wangu ulikuwa kwamba muenee dunia yote, sio kunifuata huko mbinguni. Kama mkiamua kunifuata huko mbinguni, lengo langu ni kuwaona muko wengi na rangi tofauti. Ndio maana tuwezi jichukia. Kwa mfano kama sisi tuna rangi nyeusi na wengine wana rangi weupe. Hivyo hatuwezi chukia hiyo, sababu Mungu tumaini yake ilikuwa kwamba tuwe wengi, na anapotuona tuna rangi tofauti, mwingine mweusi, mwingine mwekundu, mwingine mweupe, hiyo ndio inamfurahisha Mungu. Hivi ndio maana akaamua atoe mwana wake mwenyewe afe kwa ajili yetu. Unaona? So huko mbinguni tutaenda ishi na tuko wengi, sio mtu mmoja. Ndio maana hata manyumba ukijenga nyumba yako huwa unajenga nyumba ndogo kufatana na vile vinginevyo unaowajua ni wadogo. Ukijenga nyumba kubwa, unajenga nyumba kubwa sababu unajua watakao ingia ndani ni wengi. Hapo unamwekea mtu ama mwanadamu wenzako tumaini. Ndio maana unajenga nyumba kubwa, ndio maana una warafiki wengi sababu una matumaini nao. Unaona? Hivi ndio maana hatuwezi sema nini na nini eti hatumtumaini mwanadamu wenzetu. Hii ni kitu cha tatu. Na kuna kitu ambao ndio inamsumbua mwanadamu ambao sisi hatujui kwamba ni shetani. Wengi wanasema vile vitu kweli vinawezekana, lakini bila shetani tulikuwa watu wazuri, tunawapenda wenzetu, kitu kama na hiyo, na tulikuwa na watumaini wenzetu. Lakini kitu ambayo inafanya mwanadamu afanye kosa ni shetani. Kwa hiyo huwezi sema mwanadamu ndio anakosa, sema shetani ndio anakosa. Hivi ndio maana Yesu anasema muombee mwanadamu, muombee adui zako, usimchukie. Hauangalii hii. Hivi lazima inabidi tujue hiyo kwamba tuwaombee wanadamu wenzetu, tuwaombee kwa wale wanaotukosea. Unaona? Sababu sio wale wanakosea, ni shetani ndio anaingia ndani ili afanye kitu, sababu sisi mwili wetu ni nyumba, sisi ni jengo. Si ndio maana tunaomba Yesu, kaa ndani yangu alafu mimi uniweke nikae ndani yako. Na Yesu naye alisema kwamba mimi nakaa ndani ya baba yangu na baba yangu anakaa ndani yangu. Kwa hiyo mwili yetu hii ni jengo ya Mungu yule aliyeumba mbingu na nchi. Hivi sisi wanadamu hatukosei wenzetu kabisa. Usiseme kwamba mwanadamu anakosea mwenzake. Usiseme kwamba mwanadamu ana chuki na mwanadamu mwenzake. Wewe ndio unayesema hivi, wewe ndio una chuki na mwanadamu mwenzako. Sababu sio mwanadamu anakosea, ni shetani ndio anakosea. Yule anayekuwa na chuki na mwanadamu atakuwa na kosa la kujibu, anasema Mungu. Asante sana kwa kunisikiliza muda kidogo.